sio maoni. Kuna maoni na matusi. Sasa demokrasia sio matusi. Demokrasia ni maoni. Maoni yanaweza yakawa mazuri, yakampendeza unayempa, yanaweza yakawa mabaya, lakini hayampendezi, si mabaya, hayampendezi, lakini ni maoni umeyatoa. Lakini unaposimama na kuvurumusha matusi kwa kivuli cha demokrasia, kumkashifu mtu na dini yake kwa kivuli cha demokrasia, hiyo sio demokrasia, huo utovu wa adabu. Na ndio yale niliyosema, ni wale waliokuwa tu wenyewe. Sijui wazazi walikuwa wapi, sijui jamii ilikuwa wapi, mijitu imejikulia tu yenyewe huko. Ni hayo. Wale wote ambao tulianza na humble beginning, huwezi kufanya hayo. So demokrasia, ndugu zangu, haina formula moja. Ni muhimu tunavyofikiria hiyo katiba yetu mpya, tujue demokrasia yetu itakwenda na mambo yetu ya ndani. Na mambo yetu ya ndani, mila zetu, desturi zetu, tunavyoendesha mambo hivyo. Kuna mambo hatuwezi tukayapokea kama yalivyo, jamani. Haiwezekani. Kwa hiyo niseme hivyo. Katika mada itakayosemwa hapa nyingine ni chaguzi zinazokuja, chaguzi za 24 na chaguzi za 25. Tuko tunajiandaa kuingia kwenye chaguzi hizo. Kuna vyama kadhaa, vyote kila chama kinajitayarisha kwenda kwenye chaguzi hizo. Niwakumbushe tu kwamba yale tuliyokubaliana, vyama vya siasa tuna code of ethics. Nadhani ukiangalia sheria ile ya ni sheria ya vyama vya siasa, nadhani sura 258, sura 258 sheria ya vyama vya siasa. Ukienda pale sehemu ya 5A mpaka L, kuna listi ya mambo ambayo mmekubaliana au tumekubaliana, na mimi ni kiongozi wa chama cha siasa, kama ndiyo code of ethics zetu, codes of conduct. Ni vitu ambavyo tumekubaliana tutavifuata. Sasa kwa kuwakumbusha, labda niviseme. Cha kwanza tulikubaliana kuheshimu yale tuliyoyaweka pale kama ndio mambo yetu ya kutuongoza kwenye kufanya kazi zetu. Lakini pili, kuheshimu sheria za serikali. Tulikubaliana, kenda sura ya 5A mpaka L utayakuta. Kuna masuala ya kuheshimu maisha binafsi ya mtu, utu na heshima ya mtu kwenye nyanja zote, kiuchumi, kijamii, kisiasa. Tuheshimiane. Na tunapoheshimiana ndio maendeleo yanavyopatikana. Ukiheshimu status ya mwenzio kisiasa, ukamwacha afanye mambo yake, akikukosoa, wewe unapata kuchukua lilokosolewa, kujirekebisha na kuweka vizuri kwako. Maendeleo yamepatikana. Akikukosoa kiuchumi, unapata kurekebisha lilokosolewa, nchi inapata kusonga mbele. Kijamii hivyo hivyo. Tutazuia mmomonyoko wa maadili kwa kukosoana. Lakini lazima tuheshimiane. Uheshimu maisha ya mtu. Si wote tutaishi as mtu, kikundi au watu fulani wanavyotaka. Hapana. Tutaishi kwa mazingira tofauti, na wanatakiwa kumheshimu mtu jinsi vile alivyo. Lakini jengine, kuleta utulivu nchini na kuepusha fujo na vurugu na uharibifu wa mali za watu. Iko pale kwenye hicho kitabu cha. Ndio yale ninayosema. Saa nyingine vitabu sio kila kitu. Si tulikubaliana haya? Yamo kule, lakini bado watu wanakiuka. Sasa sijui hawakusoma au wamesoma wanafanya makusudi, sijui. Lakini yamo. Jengine, kuheshimu. Tulikuwa tunanong'ona pale, hivi morality Kiswahili hasa ni nini? Tukasema ni udanganifu, ni uadilifu, ni ungwana, ni nini? Lakini vovote, morality and ethical standards za mtu au za jamii iliyopo lazima ziheshimiwe. Na ndio maana nikasema hata tunapokwenda kutunga katiba, hivi vitu ni muhimu viheshimiwe. Na sisi kama vyama vya siasa tunapofanya kazi zetu,
Hivi vitu lazima tuviobserve, tuviangalie, tuvitekeleze. Lakini kuna jengine kuepuka sheria au